Kwa sababu wale wanaomjua Mungu. Jumapili kwa siku ya kawaida. Sasa unafanya Jumapili kwa sababu huwezi kuacha kazi yako bila hujaweza kufanya kazi yako katikati ya wiki. Bwana Yesu asifiwe. Hadi aganga ili mtu hiyo. Tumwambie Mungu atuhurumie. Unaweza kusema mimi ni mwema kwa sababu sifanyi haya. Biblia inasema hakuna dhambi ndogo. Dhambi ni dhambi. Kama hauji kwa nyumba ya Mungu bado ni dhambi. Unaacha ushirika ujaenda bado ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tunapokuwa sisi wakati asubuhi unaweza kukaa mpaka jioni, lakini kwa sasa kwa sababu macho kimwili yamefunguka au unapata kitu kula cha unatafuta kula saa 5 unatafuta kula saa 7 unatafuta kula mifuko imetoboka kwa sababu ya kutokusikia tumbo zetu hazishiki kwa sababu ya kutokusikia kwetu. Bwana Yesu akuhurumie. Ninachokuambia leo tumwambie Mungu Bwana atuhurumie na tutoe roho ya hofu ili tufike katika uzima ule wa milele. Mstari wa 6. Ndipo mtu aliyekilema tarukaruka kama kulungu na ulimi wake aliyekufu utaimba, maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Amen. Masai. Zaburi namba 1 mstari wa 1. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Amen. Masai. Amayana normani lemelo engikona orwana toho. Nemidoshe ngoroi omaimu. Lemelon orurlo lelo lole hak toho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu jaje hiyo ndere. Biblia inatuambia kwamba amayani normani lemela ngaro lolo manano to. Amebarikiwa mtu yule asiyependa katika shauri la wasio haki. Ndimaina ndio kanisa lake na nono kwa naifu. Inawezekana ni kwa kanisani lakini mimi ndio mbaya kuliko wote. Na ifai kukaa katika njia ya watu wabaya. Maana unapoitwa umeitwa ili kuwaleta wale walioko nje. Lakini sasa hivi kanisa tunawazuia wale walioko nje wasije ndani. Maana tunaongea mambo mabaya, sisi ndio namba moja. Kama ni matusi tuko ndani. Kama ni vitu vibaya tuko ndani yake. Kama ni usharati tuko ndani yake. Mtu aliyoko nje anashindwa kumfuata aliyoko ndani. Kwa sababu ana tofauti na mtu aliyoko ndani. Hivi sasa tukae ndani ya kanisa vizuri. Labda mtu ukiwa na shida. Ukiwa mgonjwa unakuja kanisa. Lakini kama yako vinyoka vizuri. Kanisa inakuwa kawaida. Inakuwa ni kanisa tu. Hakuna shida katika kanisa letu. Lakini hauko ndani yake. Haijui kwamba uko ndani yake vipi. Nilimwona yule ni mchungaji wetu. Hauko ndani ya kanisa kujua kwamba kanisa inaendelea. Hauko ndani ya kanisa kujua kwamba kanisa inahitaji nini. Amebarikiwa mtu yule anayekaa katika uwepo wa Bwana. Amelaaniwa yule mtu anayetembea katika njia mbaya. Yule ambaye amesengenya uko ndani yake. Wanaposema kanisa leo ni mbaya na wanaitika. Nao wanaenda kuchangia. Inastahili kusikia kitu kama hicho. Unarudisha.
Ya unamwambia sisi hatuko huko. Wewe ndio unaona lakini sisi hatuko huko. Amora ngai nemedeke. Maana Mungu hajaki. Ora ngai Mungu nemedeke. hajaki. Mteremshie mstari wa 3. Mstari wa 3. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, zao matunda yake kama majira yake, wala jani lake halinyauki, akila litendalo litafanikiwa. Amen. Iguluno nile ano ajoli orulo ke jambarangare entoko gore ngana yolenya ele sharenye nemeroyu benegenya na gore de nana boken na asninye le duboyu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bora rumanya udangai. Mtu anaye mwenye hofu ya Bwana bila anajingika rumanya ya baraka. Anafananishwa na mti ulio kando kando ya maji. Hiyo ambayo hainyauki. Hiyo ambayo haputishi majani. Bora na ayola na matunda yake inazaa kila wakati. Inaongezeka kila wakati. Maana yuko kando kando ya vijito vya maji. Mtu aliye karibu na maji hata kama mambo makubwa yatakuja haogopi kwa sababu yuko mlinzi. Haogopi kwa sababu yuko yule aliyemwita. Na kumwambia kwamba Mungu nimekuletea hili jambo lilo zito. Bwana anakupumzisha. Bwana anakufanyia mambo makubwa. Mungu anabariki watoto wako. Anawabariki kwa njia usiyoijua. Anawainua kwa njia tofauti. Hata kama wamekaa ina hata kama wanapita njia ya baiskeli. Lakini kumwambia Mungu kuletea hawa watoto wako. Mungu anabariki matunda yako. Mungu anainua matunda yako. Watoto wako wanakuwa kimjua Mungu. Watoto wako wanakuwa katika njia nzuri. Watoto wako wanakuwa katika tabia ya kimungu. Maana umemletea Bwana mizigo yako. Maana uko kando kando ya maji. Uko kando kando ya vijito vya maji hautanyauka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana tu. Mtu anayesogelea Mungu. Mambo yake sio mazuri. Mtu anayesogelea Mungu. Bwana anakuonyesha yale mambo yasiyojulikana. Bwana anakuonyesha yale hata ambayo bado hayajafanyika. Bwana anakuonyesha kwamba jifunge kiuno mahali hapa. Jifunge kiuno maana vitu vinakuja. Jifunge maana hili ni zito. Jifunge kwa sababu hili ni zito. Bwana anakuinua wakati bado mambo. Bwana anakuinua kabla hujafikia yale mambo makubwa. Bwana anakuonyesha kwa njia usiyoitarajia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunakaa mbali na Mungu ndio maana mambo yanakuja kwa Mungu. Sisi tunamchukulia Mungu kama mambo ya kawaida. Tunamchukulia Mungu kwa mazoea. Lakini tukitoka kwenye mazoea na kurudi ndani ya Mungu, Bwana anatuhurumia. Bwana anatusamehe. Mungu anakuja akituinua. Mungu anakuja anatufinyanga pale mahali ambapo pamevunjika, anayaunganisha tena. Lakini tukimrudia Mungu, tukimwambia Mungu tumekuja kwa sababu tumekosea. Bwana Yesu asifiwe. Utakapomrudia Mungu, Bwana anainamisha sikio lake, anakusikiliza. Anasema mwanangu anasema nini? Lakini kwa wakati tuliopo sasa, shughuli zimekuwa nyingi. Na zimetushika. Imekuwa kiasi kwamba hauwezi tena hata kusonga kwa sababu ya shughuli. Mwambie Mungu atusamehe. Maana Mungu atusamehe. Mungu anashuka na kutusamehe. Mungu anashuka na kuhurumia watoto. Mungu anashuka na kuondoa magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hivi hospitalini unaambiwa mtoto mdogo na pressure. Unashangaa kwamba ni nini inaleta pressure na hafikiri chochote. Lakini imekuja kwa sababu
sababu ya kutokusikia kwetu. Na haitachagua kwamba amin. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mali ya ngaimu Tumwambie Bwana tuhurumie. Mabelene ya kuko ya Zaburi ya gani? Katika kitabu cha Zaburi tena Na na okelele ile ya dogo ya. mlango wa 7 mstari wake wa kwanza. Soma kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Mungu wangu, nimekukimbilia wewe, niokoe na wote wanaonifuatia uniponye. Asije akaipakula nafsi yangu kama simba, akivunja pasipokuwa na kuponya. Bwana Mungu wangu, ikiwa nimetenda haya, ikiwa mna uovu mikononi mwangu, ikiwa nimemlipa mbaya yeye aliyekaa kwangu salama, hasha, nimemponya yeye aliyekuwa mtesi wangu bila sababu. Amen. Masai. Ye already ne ngaya ye na losa ngade woki nanu elalo bo gala so deka nigi ko dunan nay bum age nanu orngadun may ko durga an meni ho ogola mi ye already ne ngaya enada asa nanu enna enedi edoroni ngaya kai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bora ngono ni ndio mundu anao. Maombi tutakayoomba siku ya leo. Na wewe ndio jangai. Tumwambie Mungu Ndio nini kinajanga? kama kuna mambo tumefanya. Jangai na wani. Bwana tusamehe. Sawa, kama ndio ndio mangani. Bwana tuepushe na maadui. Ndio ina shida na ngara yeye. Wale waliosimama kwa sababu ya uzao wetu. Ndio ina shida baina yeye. Waliosimama tuangamizi. Ibilisi amepanua mdomo wake ili atumeze. Lakini bora kama mbona hajajiangai bila kumwambia Mungu wanaokoa na maisha yetu. Sasa na nini bidii Fanya yale yasiyowezekana kwetu. Leo hujaishia. Bwana inua nafsi zetu. Na wani Bwana tusamehe makosa yetu. Ili tupate kumrudia Mungu. Ili tupate kurudi katika maombi. Wakati sasa watu wanaozungumzia kwa tunazungumzia mitaala, tunazungumzia fedha. Hakuna ule wakati tena watu wanazungumzia mambo mazuri ya Mungu. Kikao tuliokuwa tunafanyaje ili tuipate tena? Tunazungumzia mambo mengine kwa sababu tumemwacha cha Mungu nyuma. Na mambo yetu yakawa mbele. Lakini tunapomrudia Mungu, Mungu anashuka na kutenda mambo makubwa. Mungu anashuka analeta ushindi mwingine mpya. Bwana anashuka analeta neema. Mungu ana neema. Mungu ana neema lakini tumeiacha hiyo neema. Mungu ana msamaha lakini tumeshindwa kumwomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neleji sai mali kilungu. Sasa tukisema tupige magoti. Bibi ndanda ya kania. Hawamalizi hata dakika mbili. Tuelewa sasa hiyo ngomo. Huyu mchungaji hata maliza maombi. Ndanda hajina naora. Haoni kama tumechoka. Amu mbingure ndima amugure ndio ndanga Yesu. Sababu hatuwezi maana hatumpendi tena Mungu. Mbingure ndio ndanga Yesu sana. Ama pe elumengai aboniko hiyo. Hatumpe Mungu nafasi ili Mungu apate kutusikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kanisa hii alipo sasa. Ndanga Yesu sana na marehemu. Mpe Mungu nafasi kwenye familia. Ndanga Yesu sana na rololi. Mpe Mungu nafasi kwa mume. Ndanga Yesu sana na ongera hiyo. Mpe Mungu nafasi kwa watoto wako. Ndanga Yesu au ongera sana ya ongera hiyo. Mpe Mungu naomba nafasi ndani ya watoto wako. Ndanga ingera hiyo. Mungu anawatengeneza watoto wako. Ndanga Yesu ndio Mungu anatengeneza familia yako. Ndanga Yesu kanisa. Mungu anatengeneza ndani ya kanisa lako. Ndanga Yesu washirika. Mungu anatengeneza ndani ya washirika. Ndanga Yesu orkundi ligironi. Mungu anatengeneza kikundi ambacho na kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ndio maana kibedingo. Sasa kusikuta na watu hawasikii. Ndio maana bado ndio ngumu. Tukisema tukae badala ya mkutano. Ndio rausa kama kila mtu njia yake. Watu wanaanza kutoa sadaka anaenda. Jamani roro. Hebu tukutane. Watu watano ndio wanataka. Ndio maana mimi ndio. Kingira habari kiduri. Tunaenda kwenye vikundi. Kingira habari kisia hivi na. Tunaenda kwenye kazi zetu. Elimu la kuna wapi haya hivi sio ube ndo sana. Kuna mtu
alikuwa anamwambia nataka ufanye. Sasa na hii tu ibada bila sitaka. Unafanya haraka ukate ibada ukafanye yako. Bali yangaini Mwambie Mungu atuhurumie. Amuro shimba. Mambo ni mazito. Ndio ndio kuombe yango alamu ni aroka na ibilisi kufanya mambo ya dunia kuwa matamu. Ndio hiyo ndio kana hii kuna ahadi ahebe. Na Mungu amempa ibilisi nafasi ili angalie kama mnampenda Mungu au hampendi. Shetani anaenda kupa nafasi kwa Mungu. Anasema nataka kujaribu kwa hili. Uone kama hakupendi. Mungu anampa nafasi. Anapokuwa na nafasi, anaguswa kule ulikuwa umeshakufa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu, nimerudi tena leo. Bwana nifanye upya. Ili nisiwe mtu wa kukaa tu. Ili nitafute uso wako. Ili nikiitwa nipate pa kwenda. Kuitwa ninajua mahali ninapokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Teremke kidogo, Mungu abariki. Basi adui na anifuatie na uikamata nafsi yangu, naam, na ukanyage uzima wangu na kuulaza, naam, na kuulaza. Basi adui anifuatie na kuikamata nafsi yangu, naam, na ukanyage uzima wangu na kuuliza utukufu wangu mavumbini. Bwana aondoke kwa hasira yako, jiinue juu ya jeuri ya watesi wako. Waamke kwa ajili yangu, meamuru hukumu kusanyiko la mataifa na kulizunguka, na juu yake aketi utauli. Ndio ninye la mangari ndalai aso na ina konan na ndio ninye ibunyogi engishu ya yanko ne kubur dalawlai tudu munya la rori yani ngoro inno ndo sheginore tigilore inna na boshuna wara mangari lai ne nyo na ya amu irudungo iye engigwana ndio e umara oduru indurogno ye amal wale na jumara tipi kolori kaleno. Bwana Yesu asifiwe. Ulirore ni ngomono. Hilo neno ni ombi. Peyeni ala mangati. Ili usipigane na maadui zako. Amelia kaina ala mangati. Maana yuko Mungu anayepigana na maadui zako. Elia kaina ala mangati wasirayo. Yuko Mungu anayepigana na maadui zako. Ile mlango na ile kanisa. Kwa mlango wa kufunga kanisa. Migi mara mangati. Hatuwezi kupigana na maadui. Ili usihangaike na ayo mangati. Wala na ruhusu maadui watupige. Amo megi kula sipala. Maana tuende katika ukweli. Kaka wala megi kula sipala. Lakini tunapoenda katika kweli, ni alanga hiyo mangati. Mungu anapigana na maadui zetu. Migi kila yenda. Na hatutakuwa tunang'ang'ana. Migi kila nyama. Na hatutakuwa tunasumbuka. Migi kaina. Maana Mungu yupo ambaye anapigana na maadui. Migi kaina ala mangati. Mungu anapigana na maadui zetu. Migi kaina ile neno hilo la Mungu anayebeba mizigo yetu. Roho likita anazoge kule kiti maime. Yale ambayo tunasema kwamba tuweze kupita hapa. Roho likita wale kwa hela roho ikila kule kiti maime. Yale ambayo tunaona mambo hii mtego ya ibilisi hawezi tena kuivuka. Kage dianga hivi wewe. Lakini yuko Mungu anayesogeza. Dianga hivi ile nene hilo la yuko Mungu anayeweza kufanya mizigo yetu. Dianga ile ndio maana hiyo. Yuko Mungu anayetusaidia mambo yetu mazito. Ndio ndio gani sana yake. Na hatutalia kama kawaida yetu. Kage kidume bilisho hiyo anga. Lakini tutapata ushindi wa milele. Kidume bilisho hiyo anga. Na tutapata ushindi wa milele. Kidume angaina ile hiyo anga. Tunampata Mungu anayesogeza nasi kila wakati. Angaina ndikaki hiyo anga. Tunampata Mungu anayesogea karibu nasi kila wakati. Angaina ile nikiligi ndio haraka. Tunampata Mungu yule ambaye tumwambia jambo anashuka kufanya. Maana Mungu anainamisha sikio ili atusikie. Mungu anainamisha sikio na kukusikiliza mambo mwanangu ananiambia. Lakini tukifuata mambo yetu, Bwana hatatusikiliza. Tukifuata mahitaji yetu, Mungu hatatusikiliza. Lakini tukimsogelea Mungu, Mungu anainamisha sikio.
Kuna neno linasema kwamba sikio lako lijao na mkono wako ujao mzito. Lakini ni dhambi zenu ndio zimewafanya. Dhambi zenu ndio zimewafanya sikio la Mungu liwe halisi. Maana tunaambiwa na tusikie. Tunaambiwa unafanya kawaida. Tunaambiwa tunafanya tusikie. Lakini tunaposhika na kuelewa, tunaposikia na kuifanya, Mungu anakuja kutusikiliza. Mungu anashuka na kusema wangu wanasema nini. Mungu anashuka na kusema ananiambia nini sikuelewa. Ananiambia nini kwenye ibada leo. Katika mikutano ya katikati ya wiki, watu wako wanasema nini. Mungu anashuka na kuponya watu wake. Mungu anashuka na kuwaokoa. Mungu anaokoa wale walio ndani ya bahari. Mungu anaokoa wale ambao ibilisi wana pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko ndani ya hii town, anakuambia kwamba mambo ni mabaya. Watu hawalali. Watu hawalali hata dakika moja. Wanakunywa mpaka wanalala hapo. Na wengine analala bila kula. Anasahau mahali anaenda. Bwana atuhurumie. Tunapokusogelea Mungu, Mungu anaondoa mizigo yetu. Tunapomsogelea Mungu, Mungu anafanya mizigo yetu kuwa mepesi. Maana Mungu wetu anasikiliza. Maana Mungu wetu anafanya. Kumwita Adamu. Aje kwa sababu alikuwa hayupo mahali. Akamwambia Adamu uko wapi? Akamwambia nimeficha kwa sababu sina nguvu. Nimeficha kwa sababu sina nguvu. Umekula lile tunda bado unakwambia usi. Watu wa leo wanaitwa ndani ya kanisa. Lakini wameona mambo yao ndio mazuri kuliko nyumba ya Mungu. Ndiposa tumefuata mambo yetu. Ukafunguliwa macho ya mwili, ukafungwa macho ya roho. Tunashindwa kutenganisha mabaya na mazuri. Tunashindwa kutenganisha haya masaa ambayo sio kweli. Bwana Yesu asifiwe. Leo sauti ya Bwana inalia. Sema tumrudie Mungu. Sema tumrudie ndani ya nyumba. Mungu anasema mahali tumemwacha turudi leo ndani ya nyumba. Tuje kumwambia Mungu tuje kutubu kwa Mungu. Na kwamba tumekuja na wapendo. Tumekuja na vitu vyetu. Tumekuja kwa sababu tumekosea. Kumrudia Mungu. Bwana anaondoa kifo. Bwana anaondoa magonjwa. Bwana anaondoa shida. Kumrudia Mungu. Fanya siku kwa kawaida. Fanya kufua kwa ile. Fanya siku ya kazi. Hata kama kuna kazi unaachana nayo, unaenda kufanya Jumatatu. Maana Mungu wetu hadiati. Mungu alipomuita kama lile tunda ambalo Adamu amekula. Maana tulipoanza kushika vipuni, tunasahau baba Mungu ametuambia. Tunabadilisha ibada ile twende kwenye vipuni. Ndio maana usingizi. Maana unapotafuta unaleta 50 sadaka, unapata 500 kwenda unakuja kututa maduka. Unaenda kuchange fedha ili upate 50. Kupata pesa nyingi huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema tuangalie kwa nafasi yake. Tumpe Mungu nafasi yake. Mungu apate kutukomboa. Mungu apate kutuhurumia. Ili Mungu apate kutusamehe. Tunamwambia Mungu tumekuja leo. Tumekuja kutusamehe. Tumekuja na watu wetu. Tumekuja na watu wetu. Taifa linaangamia. Hakuna wakati ambao utasikiliza
shida ambazo sio vitu vibaya. Bwana ameondoa amani kwa sababu ya mambo yetu, kwa sababu ya mambo yetu, mambo mazito. Hakuna saa ya kumpa Mungu nafasi ili kufanya tunalala, tunafanya kazi zetu, tunalala, tukasahau Mungu anataka nafasi, tukasahau kwa hiyo Mungu anataka maombi, tukasahau kwa hiyo mara ni dhambi ndio zimekuwa nyingi. Sahau Mungu. Hata tukikurudia Mungu anatenda mambo makubwa. Tukikurudia Mungu anaondoa kilio, Mungu anaondoa shida, Mungu anaondoa mambo mazito. Familia zinapata. Sasa ukiingia katika familia hakuna mtu ambaye halii. Hakuna familia ambayo sema ni nini. Hakuna familia ambayo haina uzima. Hata kama una mume, hata kama hauna, hata kama umeoa au hujaolewa, umekuwa mazima. Mungu ameachia tauni ije ndani ya maisha yako kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu tumekataa kumsikiliza Mungu, kuleta mizigo ndani ya nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tendeji sasa hivi mama kusema twende kumsalimia mtu. Hebu kila mtu aipite kweli. Kila mtu anatoka akipita njia zake. Hebu hapa mnabo watu wawili watatu. Ili jana maji mnara. Ile upendo wa zamani. Ndio umekaa kanisani. Unakuja kutazama. Ndio sasa hivi na kawaida. Nasema ni ile tu kawaida. Emera moja yake. Si ameshazoea. Hala ina yeye ngolo. Lakini nashindwa kuja kutia nguvu. Akiaje mara nyoka ngero na ngelo. Tunaambia jitahidi maana safari bado inaendelea. Maana mambo ni mazito ila tena. Haya tufanye hivi. Sasa hivi iliyopo. Ni mtu ambaye. Huyu anasema nini? Labda ni COVID hata amekuwa hivi. Tumechanganya kuliko kuongea. Hata niongee na watu kulia Mungu. Unaona ameshazoea. Ni afadhali nikuongeleshe kama utasikia nimekuambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namkaribisha mchungaji achukue nafasi hii. Mungu akubariki. Amen. Awapigie Bwana Yesu makofi mazuri. Asante kwa sababu ya neno la Mungu tunapata siku ya leo. Asante sana kiongozi ya watoto. Mungu akubariki sana kwa sababu neno nzuri ambao unatubariki naye, neno ambao kwa kweli Biblia sasa kuna matatizo. Kwa hivyo inasema ya kwamba kanisa la Bwana tumrudie Bwana ili Mungu apate kutuponya, kwa sababu nataka Mungu atuponye. Na ndio nikasema ya kwamba usiogope, maana niko pamoja nawe. Lakini tafakari neno la usiogope. Je, wewe mwenyewe unafanya gani? Wewe mwenyewe ukaje mbele za Mungu? Mungu ana mahali anataka kukupeleka. Wewe mwenyewe unataka kungabidhi maisha yako kwa Mungu. Maana dunia inaenda. Mwana Adamu anakuja. Yesu Kristo atarudi.